uone hiyo jina venye imeganishwa vizuri. Marko 10:46. Umefika hapo? And they came to Jericho, as Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, that is, the son of Timaeus, was sitting Ilikuwa by the road. Bartimayo mwana wa Timayo. Kwa hivyo ba imesimamisha mwana. Timayo ni baba yake. Kwa hivyo alikuwa anaitwa mwana wa Timayo. Bartimayo. Kwa sababu katika Biblia yote ukiangalia kila mtu alikuwa na kashida, hakuwa anapewa jina. Maandiko inasema a certain woman alikuwa na shida ya kutokwa kwa damu kwa muda. Hatujaambiwa Catherine alikuwa na shida fulani, lakini tumeambiwa mama fulani alikuwa na shida. Watu wengi ambao walikuwa na shida hawakuwa wanapewa majina, kwa hivyo walikuwa wanaachwa hivyo bila majina. Lakini huyu alikuwa na yake a different, kwa sababu hatujapewa jina yake, tumepewa jina ya baba yake. Ni kuoneshana hapa katikati ya hii jina ya baba yake kuna kitu tunataka kuonyeshwa. Jericho, ni kurudisha nyuma kidogo. Jericho wakati ilikuwa wana wa Israeli walikuwa wanataka kuingia, waliingia na vita. Hawakwenda wakasema tufunguliwe njia tuingie. Walifika pale wakajua ya kwamba hii mji tuingie lazima hapa kuwe na vita. Bwana Yesu asifiwe. Wakati walifika Jericho, maandiko inasema ya kwamba kuta za Jericho zilikuwa kubwa. Askari walikuwa wanakimbilia mahali pale. So, kwa hivyo hiyo kuta venye mngekuja na nyundo kwa siku 2, 3, 4 muweze kuvunja ati mwingie. Another thing, maandiko inasema ya kwamba nayo milango ya Jericho ilikuwa kufungwa. Kwa hivyo kama ni kufungwa ni kusema tumeweka kufuja kwanza, tumeweka kufuja pili, kisha tumepigilia mbao, kwa maana maandiko inasema hakuna angeweza kutoka nje wala kuingia ndani. Kwa hivyo ile sete ilikuwa imejiweza yenyewe. Chakula ilikuwa pale ndani, kila kitu kilikuwa pale ndani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo ilikuwa at Old Testament. Lakini sasa Yesu amefika kwa ule mji in the New Testament ya kwamba anataka kuingia, lakini kuna kijana ameketi hapa na ako na shida ya kuona. Yesu akaona huyu kijana ni kama haelewi hii mambo. Akaona acha kwanza niachane na yeye, akapita. Kwa maana the Bible say behold. Kwa hivyo watu walikuwa wanamuona. Bwana Yesu asifiwe. Wakati alikuwa anapita, huyu kipofu akasikia hapana. Hii kelele imekuwa sio ya kawaida. Kwa sababu kuingia Jericho hakungeingia watu kama hawapigi kelele. Kwa sababu Old Testament ili Jericho watu waweze kuingia, walizunguka mji wakipiga tarumbeta kwa siku 7 hadi wakaweza kuingia Jericho. Kwa hivyo hata watu walikuwa wanawafuata Yesu walikuwa wanapiga kelele. Na Yesu alikuwa anaelekea Jericho. Kwa hivyo ni kuoneshana ya kwamba kama ulikuwa unataka kuingia Jericho lazima kungekuwa na kelele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko inasema ya kwamba Yesu akapita. Lakini alipopita huyu jamaa akaona hapana, hii kelele sio ile ya kawaida nasikianga. Kwa sababu mji wa Jericho ulikuwa na kila kitu. Hata baba yangu Bartimayo anakuanga huko. Okay, sio Bartimayo, baba yangu Timayo anakuanga huko na ni tajiri. Kwa sababu the meaning of Timayo ni tajiri. Lakini ukisoma Bartimayo ikiwa complete inamaanisha mtu ambaye hana mali. Na ndio manake huyo anaitwa the son of Timayo. Anapewa hiyo jina yote Bartimayo, hana mali. Lakini Timayo ako na mali. Ile kitu alikuwa anahitaji ni kuelewa ya kwamba wakati huu ili niweze kuingia Jericho lazima kuwe na mtu ambaye atanishika mkono. Ambaye ile kitu nitafanya lazima nipige kelele, nayo ile kelele yangu
aishike mkono aniongezee nguvu ya kuingia Jericho. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba naye akaanza kupiga kelele. Kumbuka in the Old Testament maandiko inasema ya kwamba naye Mungu aliambia wana wa Israeli mzunguke. Lakini wale askari walikuwa kwa ukuta, walikuwa wanawaambia nyamazeni, hatutaki kelele huku, hatutaki muingie huku, mnapigia mfalme wetu kelele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo akajua ya kwamba mimi nitapiga kelele lakini sitanyamaza. Wale watu walikuwa karibu wakaanza kumwambia, wewe jamaa unatusumbua, unaweza nyamaza kidogo? Sisi tunataka kuita Yesu, tunataka kufuata Yesu, tunataka kuingia Jericho. Wengine walikuwa wanaenda soko Jericho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo akajua ya kwamba mimi ile sauti nitapiga ni tofauti na ya hawa wengine. Akaanza kuitana, Yesu mwana wa Daudi. Maandiko inasema ya kwamba Mungu naye akaambia Daudi, kiti cha ufalme sitakiondoa kwako. Kwa hivyo wakati alikuwa anaita Yesu mwana wa Daudi, alikuwa anamwambia wewe ni mtoto wa mfalme. Kwa hivyo kila kitu ambacho nahitaji naweza pata kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kiti cha ufalme hakijatoka katika nyumba ya Daudi. Maandiko inasema ya kwamba naye akajua ya kwamba nitamuita Yesu mwana wa Daudi tofauti na ya wale wengine. Kwa sababu hawa walimwambia Yesu Mnazarethi anapita. Naye akajua mimi sitamuita Mnazarethi kwa sababu nikimuita Mnazarethi nitasema ni kijana ya Yusufu. Hapana, kijana ya Yusufu ile kitu anaweza nipatia ni kunitengenezea kiti nikalie. Akajua ya kwamba nikimuita mwana wa Daudi kile kitu ambacho kiko katika ufalme nitakipata. Anaweza sema ya kwamba madaktari wote wakuje wanitengeneze macho. Kwa hivyo nitamuita mwana wa Daudi, mtoto wa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Akamuita mwana wa Daudi. Yesu akasikia pana, huyo mtu ameniita tofauti na wale wengine. The funny thing that I know ni ya kwamba katika maandiko kama kuna miracle mingi Yesu alifanya ni ya kwamba aliponya watu macho. Na wale walikuwa wanaponywa macho hata walikuwa na shida fani. Wa kwanza akakuja akashikwa, akaguzwa macho. Akamuuliza, unaona? Akasema, naangalia hivi naona watu hawa ni kama miti. Hapa nakuanga na shida kidogo. Na kuona watu kama miti. Alikuwa ameona miti wapi? Wachana na huyo. Shida tena, akamguza tena. Sasa akaona vizuri. Tena kuna mwingine alikuja akiwa kipofu, akamshika akamtoa kwa watu, akampeleka nje ya mji. Akaenda akamponya. Hapo akamwambia nenda. Bwana alimtoa kwao akampeleka nje ya mji. Tena kulikuwa na vipofu wawili. Wakamulilia. Na watu walikuwa wa Jericho. Walikuwa tu kwa hiyo njia ya Jericho, wakamulilia, wakamwambia Yesu, tuponye. Akawaponya, wakaenda. Sasa mimi yule shida nakuanga nayo kubwa ni mmoja tu. Huyu aliguzwa. Akaambiwa hapana, mimi sitakuponya huku kwenu. Wacha nikutoe kwenu, nikupeleke nje uende ukapone. Sasa ukitaka kurudi kwenu, hiyo ni shida yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Bartimayo alimuita tofauti na wale wengine. I don't know today utaita Yesu aje. I don't know utamwambia aje. Lakini unaweza muita tofauti na wale wengine. Unaweza kuwa ile shida uko nayo, unaweza ona hapana, huyu mtu nikimuita tu kawaida hata niitika. Nikimuita tu vile nafikiria hata niitika. Nahitaji nimuite tofauti na wale wengine. Maandiko inaniambia kwamba alipomuita akakuja, akaletwa. Sasa mimi alikuwa anamalizia vizuri, nasikia nimefurahia kabisa. Maandiko inasema ya kwamba naye akakuja akamuuliza unataka aje. Yaani ni kama hata Yesu ni kama hata hakuna shughuli na yeye. Mtu akuja kuuliza unaenda aje. Yaani huyo mtu ni kama yani okay anataka kukusaidia lakini hata akili yake haiko kwako, iko kwa mwingine. Yeye ako na shughuli zake za kwenda kwenye anataka. Akuuliza unataka aje. Naye Yesu akamwambia ni sawa, unataka kupona.
ona, na imani yako ndio imefanya upone. Maandiko inasema ya kwamba Yesu alikuwa anaelekea kuingia Jericho. Kwa hivyo yule mtu akajua, mimi sitarudi na huku Yesu ametoka, hapana, nitaelekea pamoja mahali anaenda, Jericho, kwa baba yangu. Kwa hivyo maandiko inasema naye akamfuata pamoja na wale watu walikuwa hapo, wakaingia mji wa Jericho. Mungu awabariki na watendee mema, tuwe na siku njema.